A message to Bahati. A man up to ni wa Tanzania. Also ni wa Tanzania ni hypocrites. Ni wanafiki na wako na ubinafsi. Sasa ni wa Tanzania, I'll call out all of them. From the most decorated artists ambaye ni Diamond to Alikiba to Harmonize to Rayvanny. Those people they was one of our stand out for their own people, right? Wasanii wa Tanzania ndo hao ndo naweza blame wa kwanza before even it gets to the leaders. Me feel wasanii ni kioo cha jamii. So wasanii wa Tanzania si kioo cha jamii kabisa, kwa maana walikuwa wanaelewa sana kwa ground mambo si vizuri. So sielewi mbona waliamua kuegemea upande wa Samia Suluhu. Hello guys, my name is Ivy Gladys and this is Ivy Gladys Media. Na leo guys niko maeneo ya town, nimepatana na an awesome amazing artist from 254. Sema handsome artist Albopele. Msanii Mnisa, uko vipi? Niko poa aje? Niko poa sana. Niko fresh. Long time no see man. Finally we're here. Thank you. Pia wewe nimependa ya style yako. It's amazing. Usanii na pia unajua kwa Gen Z lazima ufanye vitu za youth men. Ndio. Youth. Ukishazeeka unachana hizo vitu. Tunafanya tukiwa young. Tukizeeka tunaachana nazo, sisi tufanye ufala kama Baha. Ndio. So hapo nimeona nikutafute because a lot has been happening pale social media. Vitu vingi vimefanyika, story mengi and that. So, hebu kwanza tuanze na wewe story yako ya muziki. Hebu tuambie your latest project right now. My latest project niko na ngoma inaitwa Chizi Fresh. Ati hawajawahi andika ngoma kahi, mimi ndo wa kwanza, naita wabamba wabaki wakiulizia ni nani huyo. Chizi Fresh. Chizi Fresh ni ngoma fiti inaitwa Chizi Fresh. Mi natumia ngoi fresh vile nazikwenda utajua zime nice. Chizi Fresh. Mi natumia ngoi fresh vile nazikwenda utajua zime nice. Wow, amazing. So out on YouTube. Kuna ingine ya kama ni Don't Touch Me. Zinaka mo. Hebu tuambie genre yako ya muziki ni gani? Nasema ni urban tone, gengeton. Again pia na plan clones genre yangu ya mimi na fit naielewa vizuri. But currently nasema yanafanya ni urban tone na gengeton. But my new genre is coming. Yeah, they launch very soon. Takawasema first one place level yani ki launch your genre, wasanii wengine wata disappoint, wata follow way. So that's why bado stay launch. But currently we're going to urban tone na gengeton. Yeah. That's amazing. So Alvo, hebu tuongelele about hizi stories za social media. Tumeona Bahati pale, Bahati receive a lot of hate, criticism. People are calling him out. Hebu tuambie unaona aje? Is Bahati clout chasing ama amepotea? Bahati sonyewe alisema atakuwa kama Justin Bieber. Justin Bieber is one of the artists mwenye akona the biggest subscribers in the world because akona around 72 million subscribers. Hakuna mtu anafika in terms of music, hakuna mtu anashinda Justin Bieber. So Bahati is doing all he can na afike hiyo level ya Justin Bieber, which anaweza kwanza kufika, but what he is doing ni showbiz. Hiyo ni kitu unafaa waelewe. Bahati anafanya showbiz. Naona Bahati anafanya showbiz, ana cloud chase. Hiyo ni kitu unafaa waelewe. Vitu zote unafanya they understand what the industry wants. Unaona, and in music industry unasema as long as you got people talking about it, that's it. So Bahati wewe unaongelea hivyo, the more anaendelea kufanya hizo vitu zake. So kama una feel Bahati kubo, atende kuiongelea. Mnyamaze tu afanye hizo vitu zake na muongelee, ataachana naye. But whether unaiongelea in a positive way or in a negative way, Bahati will still do it because either way inamjenga. The main thing kwake ni bora mmeiongelelea. That's the main thing na Bahati. The more mnaongelelea hiyo venye amevaa juzi amevaa thongs ndio. Sina sikia mtoe wake shule watoto wakamchekelea, watoto wenzake wakamchekelea mpaka alivaa thong nini. So unaona itapata wazazi wataiongelelea, watoto wataiongelelea. And that now the benefit Bahati because what he wants, he just wants you people to talk about him. As long as you got people talking about it, that's it. Hiyo ndo showbiz. So hiyo ndo mafasa nafaelewa hivi. But mimi nasema Bahati alichelewa kufanya hizo vitu mwanzo. Ndio maana mimi naambia wasee msinione nasuka hivi nywele, natoboa masikio na nini. Mnaanza kusema sijui nini niache. Tunafanya hivi vitu tukiwa vijana wadogo ndio tukiguru tukifika kwa 30s tunaziacha, si ndio? Sasa Bahati kufanya hizo vitu akiwa myang.
So amefika 30s na anaona kumbe kuna stage niliruka man. Oh, do you think kubathong ni stage? What do you think? I know. Okay, hiyo si stage per se, but I feel angezifanya kwa myang. I feel like me for now I find anything I want because sina family, like sina wife, sina kids, so no one will ask me. I will not be responsible for anyone because for my parents they don't watch. My dad doesn't. Akusi mtu wa media sana. My mom is not alive. Maybe my stepmom, but yeye anafuatilianga music sana. Unaona? So for me I find anything for now to trend. I can do anything to trend because no one will ask me and as in hakuna mtu ananiuliza mbona unafanya hizo vitu, unaona? But now for Baha, I feel anaifanya at the wrong time because now watu wote wanamwangalia. And again he's a grown up, si Gen Z, ni millennial. So watu zake yake kina Willy Paul pia. Ndio Willy Paul pia ufanya cloud chasing, but Willy Paul hainai to that extent ya Baha is doing too much. Mpaka sasa wasi wanakuwa like mse yako sawa. Mara wengine wanasema ana support gayism, wengine wanasema maybe ametumwa sijui na kampuni ya Illuminati advertise nini. Like there's a lot being zinaongelewa kuhusu Baha, which I feel ni showbiz anafanya, yes, but anaifanya at the wrong time. So kuvaa kuna time ukivaa kama unaona kwa youth man kwa mdogo kabisa early 20s unafanya hizo vitu, no one will care because anaelewa ni mtoto uko nayo, but above 30 kuna vitu fai kufanya. You are a grown up, so I feel hapo ndio mimi naona anafanya makosa. Afanya tu kiki zingine zote, but acha hizo za kuvaa vitu za madeni. Afanya kiki ziko machua, angalia kama Diamond na Zuchu au fanya kiki ziko machua, so anafanya kama couple. So yeye naenda Diana P wanazofanya kiki ziko machua whereby you don't have to wear hizo thong. Kuvaa thongs sijui, I don't know how to explain it, but anafaa tu afanye kiki machua na anamuunderstand, anafanya showbiz. I understand Baha vizuri sana, anafanya showbiz, but kitu anafaa afanye, anafaa ajue kuna showbiz anafaa kufanya na kuna nyingine unafaa kufanya. Wewe kuvaa thong as a man ufai, unaona? Kuvaa dress kama mwanaume ufai pia, unaona? Mimi naweza vaa wig ya dem na niseme ni swag, unaelewa? Naweza vaa hata bra, naweza vaa nayo nitembe nayo niseme ni swag. Lakini wewe unavaa na dress, wewe unavaa nguo ya dem, unaona? Ni juu naelewa siwezi fika to that extent. As a man I respect myself and the way I've been raised, kuna kitu siwezi go to that extent. So hapo wadhong manzi, mimi na feel I don't know, the guy anafaa aende therapy kidogo. So moving on, kuna Toxic Lyrically. By the way, Toxic, take your flowers. You're doing an amazing job. Toxic doing a good job. If I would say kama kuna msanii anajituma na kama kuna msanii amekuwa consistent from January to December, I'll give it to Toxic any day, anytime, because bro, like the guy is doing hip hop, right? You understand? Na si anafanya hip hop kama imesita rap tu normal nini, yeye anafanya hardcore rap. And here in Kenya kumekuwa kitambo kulikuwa na rappers walikuwa wanafanya hardcore hip hop, kina Vigeting, kina kitu sio, hao najua uwezo wajua, but hizo ndo legends, kina Abbas Kubaf, hao ndo walianzisha hip hop hii country. Leave alone the likes of Nyashinski, the likes of Kolo and whatever, hao ndo walichange rap game, but initially kulikuwa na kina Kala Mashaka, kitu siwa, Vigeting, Abbas Kubaf. Hizo hizi zao wase wote walikuanga kina Big Pin, kina nani, hao sio wamerap. Then sasa kwa kujua the late Isa, hao wote walikuwa na rap. But you see ndio wafike to that level, wali grind sana. Una get, ndio walikuwa wanafanya hardcore hip hop. But now for Toxic manze, like amekuja time mwenyewe wase wamesha change sana. Rap iko si rap ile hardcore, ni rap yenye wase wana relate nayo. Na msee ameifanya ikakuwa commercial, amefanya ana sell out nayo shows, anapiga nayo mashow. Manze mimi nampea tu flowers zake. The guy is doing an amazing job. That's why wase wanafanya naye kiki. The likes of Tipsy G. By the way, tukiongelelea hiyo, sijui kwa nini like wasanii wana beef na Toxic. It is just simple. Nani Toxic amekuwa trending from January up to now. Tangu tu ngoma ya Chinje mpaka wa leo Toxic amekuwa on trending. Hakuna ngoma yake hata moja imekuwa kufika 1 million views. But utapata kuna wasanii wengine wana struggle like the likes of Tipsy G. Tipsy G ali hit last year. Last year he did so well, but this year imemlemea. So lazima afanye kiki na Toxic kwa relevant. Same to Paroti, he has to do a kiki na afana kwa relevant. So mtu and then becomes Patelo. Tukiongelelea VJ Patelo, juzi amesema Toxic Lyrically is faking lifestyle, ana hiyo S class, like he doesn't own that S class yenye anaimba about, and akasema like Toxic ana copy Jamaican music. Is it true? What do you have to say about that? So Toxic is just a hardcore hip hop rapper mwenye ali pop out from nowhere, because
You see, so many rappers. Patelo pia ni rapper. Amekuwa kwa hiyo group yao ya kudumu watadumu. Before they split, then Nanya kaza kufanya yake. Maji. So Patelo is just jealous in a way. I don't know. Sika man jealous ama nini, but so many rappers are against toxic because they didn't expect and zafika level wamefika. Unaona? And this is ndio maana wasema at the end of the day, si kila mtu atakuwa star. Wase wengi ni rapper. Like you can Islando is full of rappers. Unaelewa? Na wengi hawaaminiki how come toxic alitoka na kapanda graph yake kapanda mara moja na huko juu na shuti. So hiyo kitu nasumbua watu wengi hawataka hawaelewi how. And so some things just happen in a magic way. Ni favor ya God na pia kuna tu watu they were meant to do those things. So toxic ilimhappen na ikamfit na akaenda nayo vizuri na akafly na akateka advantage na akago. So wasema kwa tuna chuki na yeye unaelewa kuna wasa wapendi. So akisema ati nani ana S class. Me I respect toxic because he's selling out shows. Ana perform kama club back to back. Ajai kosa show weekly. Toxic is doing shows na msanii ndo pate do ni hizo shows. Analipa kama 2 show per show na mimi anapiga show 3-4 kwa siku. Na maisha by the end of the week akona mita moja. Na anafanya almost a whole month. Mwezi kisha akona mita kama 4. Kwani kununua hiyo S class ni donga ngapi anakosa? Toxic can afford because he's doing an amazing job as an artist. For Patela I would say yeye anaringa jo akona mali ya bibi yake. Si mali ya D. Patela si msanii ajaye piga show nikaona ameingiza to. Unaona? Ni mali ya bibi yake na anaringa naye. So atana bibi yake akuje aongee as a man niko na hii mali toxic akona hii mali. Let us compare who is who. Me I'll go with toxic because he's selling out shows, he's performing streams, he's always on number 1 streams for Spotify, Boomplay, YouTube shows, hizo my endorsements everywhere. Toxic is just yani kama kuna msanii ameongelea from January to December it talks. I won't lie, ameshinda DPL unaona, ameshinda kina Otile, ameshinda kina Nyashinski. Nyashinski ametoa album, Nyashinski mmoja ametoa album but he do so well kama vile ngoma za Toxic combined zimefanya from January mpaka sasa. Unaona ni mwaka wake mazee. Kama kuna msanii anafaa pewe artist of the year, I would say it's Toxic. It's Toxic. Hadi Khaligraph Jones amesema yenda. Imagine and you see Khaligraph Jones pia is one of the artists wenye walikuwa wanafanya hardcore hip hop rap na waka emerge waka stand out. You see like kuna wale wasa walikuwa wanafanya kama kina Kevo K-Force na Octopizzo na nini. But Khaligraph will stand out as a solo artist. So anaelewa. So ukiangalia journey ya Khaligraph yenye ali stand out as a solo artist anafanya hardcore hip hop rap na akaifanya commercial ika work out so well for him ni Khaligraph. Na sasa Khaligraph in the same way na Toxic ametoka from nowhere na akasell out hardcore hip hop as a solo artist na ika work. Na ni very hard. Ona kama Wakadinali they've been rapping from Ugoma 2012 tukiwa watu wadogo. But you see how nyota imekuja kushine juzi 2022 hapo yet ni wase watatu. But this is a solo guy na me make it. Si mchezo. Si rahisi. Give this flower. Big up Toxic. So tukiendelea hebu tuongelee story ya Tanzania kumewaka pale. Yeah, manze, it's so sad. The one thing I want to say ni I will call out was I feel wameangusha their country because these people are the one who lied to Mama Samia Suluhu that the people are behind him. Yet kwa ground walikuwa wanajua vizuri sana. People are against the government. And you see, it's everywhere in East Africa and I feel it's high time we as East Africans, we should call for a maandamano in the 3 countries. Kenya, Uganda and Tanzania. Nafaa siku moja tukaa chini call out maandamano kwa hizi siku zote hizi country 3 siku moja. We just want to show these leaders that indeed we are tired because ukiangalia Uganda they don't want Museveni. Tanzania hawataki Samia. Hapa Kenya Wakenya hawataki Ruto. So like we all of us in these 3 countries tuko na in a same situation. It's only like now in Tanzania wamekuwa na election hii mwaka. Sasa kuna mtu alisema hii mwaka kumekuwa quarter finals Tanzania, next year semi finals Uganda, then finals 2027 hapa Kenya. So you feel like we are in a same situation. Sasa au imeanza hapo kwanza. So many people have been killed, which is so sad man. People are thirsty for power. People are thirsty for your leadership thing in such a way that they don't want to accept the will of the people na wanaelewa mafans because wananchi ndo mafans wao bado unaelewa. So mimi niko so disappointed na Diamond, niko disappointed na Rayvanny, niko disappointed na Harmonize. Wao wote wenye wali support Samia Suluhu. Mimi niko disappointed now manake walifaa wa stand out for their own country. You see, hao kina Samia Suluhu they are after power. Hao wako yani wanataka hiyo uongozi. They are thirsty for power, they are thirsty for that leadership thing, but they don't care. Hawana haja na maisha ya wananchi. Do you think
okay, after tumeona wamepost hivyo hizo post about Samia and stuff support, they flew away from their own country wakaenda kujificha. What do you think? Yeah, wamefeel hata wengine wako hapa Kenya. Tunasikia kuna kina Diamond kwa Mombasa sijui. Ni kweli. Wako kuna inasemekana iko au kina ile ile za Kisauli sijui wapi wamejificha huko. Unajua ni makosa sana maana yake mmacha kweli kunachomeka na kuna kibile kwingine unaona. Wanasema kuna ngao wanasema east west, home is the best. Nyumbani home is where you feel safe. Home is where you are comfortable, unaelewa? Huko Tanzania ndo kwao. Hata wakimbia waende wapi? Huko Tanzania ndo kwao. Unaona, huko ndo wamezaliwa. Huko ndo mafans wao wako. Huko Kenya uweze kuja kukaa huko Kenya utaishi kwa milaki because uweze kutengeneza hiyo fan base kama vile utengeneza kwenu. So mimi na feel watawasani wa Tanzania au ndo mimi nataka ni wablame wa kwanza because unaona kama sisi tukaenda maandamano for example last year then huu mwaka maselebu wengi wasanii wengi wa Kenya mimi nikiwa mmoja wao tulisema tuna stand out for the sake of the country. Unaona venye wananchi wanataka ndio wenye mafans ndio wenye wasanii wanafaa waongee na wasanii ndio walikuwa wanaongoza hiyo maandamano. Wengi walikuwa Khaligraph Jones alikuwa maandamano, Bien alikuwa maandamano, Otile Brown alikuwa maandamano, Willy Paul walikuwa maandamano, Bahati pekee yake ndio alikuwa maandamano. Baha huyu mmoja anafanya kiki, Baha hakuwa maandamano. Kisa na maana Baha yeye huko mtu wa rais. Unaelewa? Lakini kitu kilichomuokoa ni hakuongea vibaya Kenya sio maandamano. Alinyamaza, ndio kitu kilimsaidia. Lakini ukija ukiangalia hawa wasanii wa Tanzania, wao walikuwa tu nyuma ya Suluhu mpaka dakika ya mwisho Diamond akaposta akasema kesho tunatiki. Harmonize anaweza akaposta akasema tunatiki. Siku ya kura wananchi wakakataa kwenda kura, wameanza kuandamana. Hapo ndo wakaona kimewaramba. Biashara zao zikachomwa. Jux Juma Jux duka yake ya beauty zilichomwa. Gari za Diamond inasemekana zilichomwa. Hata nyuma yake na ile Wasafi Records ilipona kidogo sana bure ingechomwa. Kisa na maana wananchi hawataki yani hawasikizani na lugha ya wanaongea wananchi. Wananchi wanataka hivi au wanaenda hivi. Wanafaa wajue kwamba mafans ndio kila kitu. Hawa wananchi wanasema wataki serikali au na mafans wao bado. Sasa nafaa muwasikize. Mimi nita blame sana hawa wasanii ndio wale mislead the whole thing for Samia Suluhu kuwa re-elected, unaelewa? And you see in Tanzania hawana kama sisi Kenya hapa mtu akilose election tunaona wana option ya Supreme Court mpinge hiyo kura. Tanzania hawana hiyo. So Samia Suluhu amekuwa so nini already ni president. They have nothing else they can do. I don't know sijui watafanya but itakuwa so hard for that country to heal because hawataki huyo president kabisa. Unaona like for us in 2027 even if tutatuipia tutaenda Supreme Court. Unaelewa? Na kitu tunajua Supreme Court itapinga hiyo uchaguzi. Ona uchaguzi ya Tanzania kila mtu ameona. Sisi hata tuko Tanzania tuko Kenya lakini tunaona vitu zinafanywa tunasema hiyo uchaguzi is a sham election. Unaona? We can even see. Sisi hata sio Kenya peke yake. Everywhere in the world in Africa people are calling out for like independence in terms of Tanzania election and everything because we can literally see hakuna uchaguzi imefanyika huko, unaelewa? So tunasema we have leaders ambao sisi kama vijana wadogo inafaa nao to stand out. It's now for our time to show them enough is enough. Unaona? Unaweza tuua but revolution will still continue. So Ruto anafaa it's high time pia same to Museveni. Next year ni election in Museveni, it will be more worse. Sasa 2027 hapa Kenya itakuwa more worse because people are not going to relent in any way. Unaona? So our leaders think isn't era za kitambo when wazungu walikuwa wanafanya ufala na nyamaza. People are learned, people are educated, people have degrees, people have papers, people know what is right and know what is wrong. People want accountability, people want to criticize the government. Watu wanataka haki, wanataka watendewe mema kwa sababu hizi nchi ni sisi zetu wote. Hakuna mahali tunaweza enda, unaelewa? Home is best. Na hapa ndo home kwetu. So viongozi wetu waache kutuangusha. They should be accountable for what they are supposed to do. Oh, that's amazing. So tukiendelea halivyo kuna hii cybercrime and computer misuse amendment bill that the president signed into law wakati the country was mourning the death of the late Raila Odinga. What do you think about it? Do you think it's protecting people ama it's silencing people? No, so Zakayo is always silent. Zakayo is just afraid to be criticized. You know, you have leaders who don't want to be criticized. Tuanze tuna Ruto, tuanze Samia Suluhu and Museveni. When nimekuambia these people they are thirsty for power. They don't want to leave that seat. No. So anything that can make them kutoka kwa hiyo power is what they don't want. Unaelewa? Usiku one of the reasons why watu wanapenda Uhuru. It's not that Uhuru alikuwa the best leader. He was not. Uhuru was like cabinet yake iko na issues mingi, kulikuwa na corruption, watu waliuawa, wengine wakatumwa Yala sijini na nini.
A lot happened. But you see one thing with Uhuru never forced anything for Kenyans. You see a good example with BBI. When BBI came and Rao and Uhuru really wanted that thing to be amended, that constitution change, Ruto went against it. Ikaenda kotini, like Martha Karua walipeleka kotini. Koti kaisimamisha. What did Uhuru do? Uhuru did not force anything. Aliachana nayo. That's why people love Uhuru, because he never forced anything. As long as wananchi wamekataa, alikuwa anachana nayo because it's the will of the people. Unaona? But now the reason as why people hate Ruto is because Ruto is a president who thinks he knows it all. He doesn't want other people's opinion. Izimufikie, unaona, he thinks what he knows is what it should be done and it's what should be there, which is very wrong. I even hata inasemekananga he's the one who advises his advisors. So unashinda hata maadvisor wake ni wakazi gani, unaelewa? Because tell me why we have a kila mzini freedom of expression kwa mtandao, basically, unaona, hii mambo ya AI na nini, mtu amesoma atajua tu vizuri this is authentic, this is not authentic, hii ni AI, is AI, mtu anajua tu vizuri, we can tell. Kuna vitu zinafanywa kuanga hizo Ruto ameweka sijui kwa sanduku, ameweka wapi nini na nini, sasa zote tunajuanga hizo vitu za AI, kila mtu anajua. Who doesn't know that? So how does it affect him? You see, he should learn from the late right honorable Raila Amolo Odinga. Rao aliitwa mganga, Ruto being one of the people who use Akayo, Ruto being one of the people ambao waleta Rao mganga, si ndio? Wakasema huyu jamaa aamini Mungu, wakasema huyu jamaa is the lord of poverty, wakampa hizo majina zote. Raila did not go anywhere to defend himself. He did not attack anywhere. He did not push for laws so that aache kutusiwa, because he has the right team. If when it comes to in terms of legal matters in this country, Raila has the best people in parliament to do anything he wanted in this country. But he never bothered, you see, because look at his side. He has the likes of Sifuna, the likes of Babu Owino, the likes of Kajwang, the likes of Otiende Amolo. I was holding my lawyer. They could do anything in parliament to amend anything to favor him. But he never in a single day opt kufanya that, because he knew he doesn't care, like I msimamishi for him to be a right person, like haimzuishi in any way kukua yeye. Alikuwa anajua ni mambo ya watu wataongea, and this you don't have to prove you are right or wrong, people will know. Si amekufa kila mtu akaona yenyewe mzee alikuwa right, because so many people have been affected, even the haters were hao wamekuwa affected. So Ruto should learn that si lazima you have to prove a point. Hii mambo ya cyber crime bill, he just want to prove to us that he is the king and he wants whatever he wants must be done. So he doesn't want to criticize. Hiyo ndio ubaya wa Ruto, na hiyo ndio shida ya Kasongo. Aende home. Yani mimi nasema Ruto atenda home and Ruto must go. And this is not even about a Kikuyu and a Luo thing. Me am a Luya. And I'm saying Ruto must go home. It's not about a tribal issue. Sijui watu wa Jaluo sasa jura alikuwa saidia gava. Alikuwa saidia gava na alisema ODM ita support Ruto mpaka 2027. From 2027 ODM will have its candidate. So it means bado watu wa Rao hatuko ndani ya serikali sisi. Mimi siko ndani ya serikali, nimesema Ruto must go. Na pia on the cybercrime bill tumeona some celebrities pale social media they are supporting, including Ambare. Unajua cybercrime ndio pia ukiangalia some people misuse it. Honestly speaking, some people misuse it because kuna watu watakuattack, kuna watu wata like when it hiyo time Raila Junior alikuanga wasa walikuwa wanatumia nini ya kumimik, it was so wrong. So it was to some extent, yes, some people misuse it, but again you see there's some president we can trust. Mtu kama Maraga, if Maraga anapitisha law kama hiyo, people will trust him because they have no issue with him. If ingekuwa ni Kibaki alipasio law, people will have trusted him, they will not have issues. But you see, somebody like Ruto cannot trust him because the moment ameshapasio bill aliarrestio kijana ule bloga ule kwa chama ni Kibet. Kuna mmoja alisema mmoja. So like I'm like you see there's some people you cannot trust in such a way because Ruto is one of them. What doesn't trust in a bill kama hiyo hata misuse. If it's any other president well and good, but for Ruto we cannot trust him. So I know kuna watu wana misuse your chance ya cyber nini whatever. I know, I understand, but again kwa on side ya Ruto ndo kuiteka advantage watu wana misuse. I will say Ruto sana ata misuse band ata take advantage kufunga watu, especially when like election. And I make sure people who criticize him are going to be jailed. Even that kufanya pesa mimi amekuwa akifanya the same thing Ruto atakuwa anafanya, so we cannot trust him with it. Acha tu iende kotini pingwe, we will redo it after 2027 kama ameenda home. That's amazing. So before we wrap it up, Alvo nataka tupige history ya addiction. Gen Z, like young people are being addicted, wanajipoteza, they are falling into depression. Like for example, tumeona Kimani Mbugua, former Citizen TV reporter na NTV journalist.
jana amekufa because of bipolar disorder which is triggered by substance use and drug addiction. What do you have to say about that, and maybe a message to the young people out there? Me, what I'll say, drug addiction ni kitu tu iko, it's everywhere, it's worldwide, and you see, I don't know what, sijui watu wanafanyaje, but what I'll say, wazazi, we should just raise your kids well. Let them be aware kuna addiction, because some of us, we've been raised for environment. Me, I've been raised in an environment because all alcoholic. That's why I don't drink. Me wanda sherehe but sikunywangi because I've been, imagine I don't drink. Me wambia wasa sikunywangi but wasa wajaini ya medical sikunywangi, but me wanda party, I do to party. I won't say I'm a holy, I won't say I'm born again. Sitaki kusema sijui mimi ni malaika, sijui sikunywa like sifanyangi dhambi na nafanyanga dhambi. But now kukunywa is where I draw the line. Wow, that's like, amazing. Hata say kukunywa is maybe any other drug, either it's smoking or it's jaba na nini. Sifanyangi hizo vitu, but I have friends who do it, but you see, and I can't control them. Even my sister, my siblings, they do drink. But for me, like that thing will me affect because I nilikuwa raised kwa environment ya pombe na ilikuwa so like ilikuwa so alcoholic na nini so it can affect as a strike. I made a covenant with myself from 20 kasema I want to drink hata mkubwa, so now sikunywangi. That's one of the reasons. But I will say pia my dad contributed to it because he used to tell me nakunywa sasa nakunywa pombe ni poa. Alikuwa ananiambia nakunywa ndio nataka kutoa stress. Unaelewa? So nikagrow nikijua pombe si mzuri. Mzee anakunywa ndio inataka imtoe stress. Unaelewa? So when you grow it has such a mindset, you will know this thing is not good. So no, for parents and I will ask my fellow Gen Zs, when maybe are addicted and I feel their kids not be addicted to it, mleo ukimwambia kitu si mzuri, atajua atagrow akijua kitu si mzuri, so that hata akigrow up a change mind yake aanze kusema aanze kuingia into drugs, it's up to him. Yeye mwenyewe kuenda ameamua kufanya hivyo, umeelewa? But as a parent you must utakuwa unasema I did my part as a parent, ile raise mtoto wangu vizuri. Kama yeye mama ameamua kuingia kwa drugs, it's up to him or her. So no, that's the best way we can do in the next generation so that it's go affected. Unaona? And the best way mnaambia watu wako addicted. Ona mtu yote addicted. The best thing you should do acha na yeye akunywe afike level ya mwisho. I want to just sijui tumpeleke sijui rehab, sijui umpeleke sijui madhare, sijui umpeleke sijui therapy, sijui nini na nini. Mtu anakunywa, acha na yeye akunywe. Sitapotelea hapo. Unaona kwa the best thing ni unaona acha mtu afanye kitu up to the end. Umekutana wale wengi like if you want to hear these stories, enda tu church mtu akabona kila watu kupiga hizo story watakwambia. Anaambia mimi nilikuwa nikafika kiwani kwa this thing is enough. Don't even advise someone aache pombe. Usiwahi advise. Don't advise someone aache chapo. Usiadvise mtu aache bangi. Usiadvise mtu aache pombe. Usiadvise mtu aache any form of drug. Kama anatumia hard drugs, acha atumie. Unaona? Mwambie tu sijui nampeleka sijui rehab, sijui nampeleka sijui wapi, sijui amsaidia. See the worst thing ni kwanza unapeleka mtu hii ndio unaona hapa inaitwa ya madhara. This is the worst place to find kupeleka mtu wako huko because hata wai recover, hata mpeleke huko maybe anaweza achia pombe maybe, but high chances ni hata acha. Unaona, because that place is so traumatizing na such a way that imagine ngoko unapata sasa wamefungiwa room moja. Unaona, wanafunga time asubuhi wakianza kuchizichizi wanafunga room moja. So unapata mtu anatembea na mafi, mwingine anatembea na anatembea uchi. So nikanimagine such an environment, mtu ameshikwa for almost a year, amuoneza vituko zote, alafu unakuja kumwachilia. Haiwezi kuwa sawa. It's so traumatizing in such a way that mtu haiwezi kuwa sawa. So unaona kama Kimani alijua because he couldn't imagine that mlimpeleka Mathare. It's not the best place. I think the government should do better in terms of rehab and whatever. It should do better because the environment there is not conducive. I have a cousin and a friend who was alipelekwa Mathare. Alirudi sawa but in real sense hajarudi sawa because anakanga mahali pa anashtuka kwa like yani mimi nilipeleka Mathare si ndio? Anauliza hizo swali mbona na feel yenyewe walimkosea because he can't imagine akipiga stories huko ndani kwa like manzi yenyewe si poa because such an environment, it's not good for anyone to heal and to have a calm, peaceful environment to make sure ana sober up mind yake, na it's not a good thing. Mtu akitaka kuacha pombe ama nini, acha naye atumie to the last. Ikimuua ni sawa. People die, it's normal, people die and maybe he was meant to die in such a way, but kumpeleka rehab is the best. No, I would say never ever peleka mtoko rehab. Acha naye alewe, the level atafika mahali aseme nimeachana naye. Yeah, because kila mtu anajua, even who drinks
even who is at mwenye ako na addiction anajua tu vizuri afanye kitu kwa sababu hajui that ni cheese anachielewa only like maybe hajafika ndio level akajirealize unaona mtu ukifika anajirealize anakuwa sawa. Yeah, so I will feel my fellow youths the best way to let them do what they want. Kila mtu afanye kitu anataka, reality tamhit because anajua what is right and what is no. Yeah. Oh, that's amazing. So tukimalizia Alvo, kuna do you know Sabato Sauti ya Grand? Yeah, of course I can. Do you think Sabato is like he's advising wasanii anawakola out? Do you think he's doing the right thing? Ama Sabato sasa anaongea ukweli na sasa anaongea baya. What is just he's just a neutral person. He always gives plus where they are due. And so he's also a human being. Kuna place ataongea ukweli, kuna place ataongea ukweli. There's some things I always agree with him. There's some things I'll never agree with him. It's life. So me, I feel people should understand him. He is good at what he's doing. You know, he's a failed artist. Yeah, he's a failed artist, and which is understandable. Kuna watu wengi watanukataa, but you see the eventually the other things zakubali. So for him, he accepted that the music ilimkataa. So he akama criticize wasanii. You see? So in some way movie like bitter, but again pia kuna vitu zenyewe uongea zina make sense because ukiangalia major kwa usanii kuna vitu mingi sana za kuzifanya sisi kama wasanii we have to pull up ourselves na nini za watu zifanye in real sense, but again pia kuna zingine uongea uko like maybe I won't agree with him on that, but anyway tuseme tu he's doing a good job. Yeah, what like he's doing a good job to keep wasanii on check pia. It's only that maybe career yake will fail. If he will have done better, you see like kama angekuwa msanii like angekuwa so he's a Muslim majorly who criticize wasanii na vile trend, but mostly who focus on music. Kama music yake ingekuwa imefanya better, sasa ange criticize wasanii wangekuwa wanamchukulia serious. So the reason wasanii wasimchukulia serious ni alifail in terms of music. So that's why wasanii wasimchukulia serious kwa music, unaelewa? So I feel that's why Sabato wasimchukulia serious because ali fail. His career in music failed. At least angekuwa na hit song moja mbili, hata moja tu is enough for you to tell people what to do and what not to do. So for him, he always finds it a hard time after hiyo video yake ya akiimba studio fulani hapo ilikuwa Y254 I think, akiimba ule dem na nini, then wasao kwa like mmoja jamaa alikuwa msanii na ikamshinda. So that's why people can never take him serious in any way. But ukimfuatilia utapata kuna vitu anaongeanga zina make sense bado, na vitu anaongea does make sense. Yeah, that's amazing. Kimaliza Alvo, able talk to your fans pia na waambie you are new project. Finally, hata before niongeza fans wangu usinikimbie kidogo. Yes, please. Nika ready. Ivy, when in beauty una smile bifiti, when in pretty unakaa afiti, na kujua hauna kiburi hata ndani yako, when in beauty ni uzuri, shingo, shanga, pua, vipuli, nafaa ujulikane kaa Lilian Muli, unatoka West, minapendea sampuli, demu unajijua, siwa kibaraduli, smile, minapenda hiyo, wako unafanya na furahi juu yako, nionyeshe ulichopewa na mamako kila kitu changu, ni changu. It's amazing song, guys. Nimependa your song. Thank you so much. Freestyle too anyway. Don't touch me. Drop. Also on keep two. Wanafuatilia. Yeah, social media and Alvo Pele, Instagram Alvo Pele, TikTok Alvo Pele, YouTube Alvo Pele, Facebook Alvo Pele X. Kila mahali ni Alvo Pele. It's Alvo Pele one word. Ukisearch Alvo Pele ukika space itakuletea mzungu hapo jana. But yeah, mine is one word Alvo Pele. Yeah, get me every day. Any day anytime. Makolabo zinakam, mnite mashow pia. At least tupate kichele. Kwa kichele tuturuku na SU na S class. Thank you so much, Alvo. So guys, it has been Ivy Gladys Media. In case you're watching this video and you are yet to subscribe, what are you waiting for? Hit that subscribe button and turn on the notification bell to always get updates of our latest videos as soon as we upload. Thank you so much, guys. Asante.